kila aina, kila namna, every type of diseases and pains. Jamani, haleluya. Kila udhaifu wa kila namna Yesu alikuwa akiponya. Jamani, haleluya. Na sisi tupo kuifanya kazi ya Yesu aliyokuwa anaifanya. Na alipowaona, aliwaona wamechoka, wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Sasa jioni ya leo nataka nimlete huyu mwanaume Yesu Kristo aliye hai, anayeweza kutenda mambo yasiyowezekana. Na ninamshukuru Mungu sana ambaye amenifanya kuwa mhubiri wa Kipentekoste, kwa sababu imani ya Kipentekoste ni imani ya matendo. Sisi hatuzungumzi tu, hatuongei tu. Hivi hapa nilipo nawasiliana na mbingu, nisikia unasema haleluya. Na waga nasema mara zote, mtandao wa waliookoka uko juu sana. Hata kama sina Tigo, hata kama sina Zantel, hata kama sina Vodacom, hata kama sina Airtel, hata kama sina mitandao yote ya dunia ambayo inatamba katika dunia hii, lakini mtandao wa waliookoka uko juu sana. Nisikie moja nasema haleluya. Ukipiga Yeremia 33:3 unamsikia anaitika, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Namuita Bwana jioni ya leo afanye mambo makubwa na magumu na usiyoyajua. Haleluya. Biblia inasema Yesu alikuwa anazunguka katika miji, katika vijiji, katika mitaa, akihubiri ufalme wa Mungu. Tunaposema ufalme wa Mungu, au Biblia inapozungumza juu ya ufalme wa Mungu, inazungumza juu ya isiyoshindwa, nguvu isiyoshindwa na magonjwa, nguvu isiyoshindwa na mapepo. Come on, let me preach. Nguvu isiyoshindwa na mkuu wa anga, nguvu isiyoshindwa na shetani. Yesu akawa anahubiri juu ya ufalme wa Mungu, na mahali ambapo ufalme wa Mungu unahubiriwa lazima pepo ziporomoke. Mahali ambapo ufalme wa Mungu unahubiriwa lazima watu waponywe. Mahali ambapo ufalme wa Mungu unahubiriwa lazima wafu wanafufuliwa toka makaburini mwao. Mahali ambapo ufalme wa Mungu unahubiriwa, mauti inaondoka na uzima unakuja. Wako wapi watu wajanga wanaomshangilia Yesu kwa makofi? Haleluya. Hapa ndo standard ya picha ambayo wewe unatembea nayo. Siko hapa kwa ajili ya kuhubiri dini. Zingine hizi hapa akiwa na move nachukua hizo. Unajua dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Huko na login WhatsApp. Mimi nimezaliwa kwenye familia ya machifu. Katikati ya picha ni hapa. Tulikuwa na dini yetu ya kutambika na kujenga zile nyumba za asili, na hapo tulikuwa tunaona tuna Mungu kweli kweli. Mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu ni kwa njia ya dini, lakini mpango wa Mungu kukutafuta wewe ni kwa njia ya wokovu. Nisikia unasema haleluya. Na hapo ndipo tunapoachana kwenye junction hapo. Kwa hiyo Yesu akawa anatembea katika vijiji na miji. Haleluya. Kama leo hivi tuko hapa Janga. Nilikuwa naulizia janga maana yake nini? Janga maana yake nini? Nikaelezwa habari za janga. Tutaongea habari za janga kesho. Yesu akawa anaponya, anatenda miujiza, anatenda maajabu. Watu wanaponywa, udhaifu wa kila aina unaondoka. Natangaza jioni ya leo ni jioni ya uponyaji usiokuwa wa kawaida.
Haijalishi una kansa, kansa inasalimu amri kwa jina la Yesu aliye hai. Haijalishi una rheumatism inasalimu amri kwa jina la Yesu aliye hai. Yawe ni magonjwa yanayosababishwa na vairo, Yesu Kristo anaweza juu ya virusi vyote. Yawe ni magonjwa yanayosababishwa na mabadiliko ya cells kwenye mwili wako, Yesu anaweza kwa jina la Yesu aliye hai. Uwe ni udhaifu wa uzinzi, bado Yesu anaweza. Kuna wanaume wengine wao ni wadhaifu wa ngono. Unajua jogoo hana adabu. Hata kwa mama yake utamwona jogoo hana adabu, hata kwa dada yake utamwona. Sasa kuna wanaume ambao ni wadhaifu, ziko wazi wakati wote. Yesu akishuka, haleluya, nasema Yesu akishuka anaweza yale yasiyowezekana. Na sitani na wala sijaribu kuhubiri wala sijaribu kumwamini Yesu, na mwamini na ninavyomtangaza ndivyo alivyo. Tutaona watu wakiponywa leo hapa, jamani, haleluya. Hawa watu wameteswa na magonjwa, wameteswa na madhaifu mbalimbali. Jumapili kanisani kwangu ameletwa binti mmoja. Huyu binti ameteswa na uchawi wa babu yake. Babu yake mzaa mama ni mtu wa Msoma. Huyu binti amekuja kukaa na shangazi yake, lakini ule mtoto akawa na tabia za ajabu ajabu. Ana hasira, ukimkorofisha anavimba. Anakwambia shangazi yake, shangazi, yani unanifokea mimi hapa, mimi kana mtumishia na chesti, mimi hapa. Huyu shangazi akaona hii hali sio ya kawaida. Tabia za yule mtoto zikawa za ajabu ajabu. Baada ya kumbana sana, akamwambia shangazi yake kwamba babu yake waga anakuja kumchukua, anampeleka Msoma kila siku kwa sababu anataka kumkabidhi kiti cha umalikia wa uchawi. Yaani nakwambia leo si ni Jumatano, Jumapili iliyopita huyu mama ametoka huko Mbweni huko, amesafiri mpaka pale Msevu. Mimi nikajua haya ni mapepo, huu ni uchawi. Nikamwambia yule binti na mama na shangazi yake kwamba huyu ana mapepo, ana majini. Kwa hiyo lazima haya majini yatoke kwa jina la Yesu, na tuvunje kutoka kuwa malikia wa uchawi kukabidhiwa kiti cha umalikia wa uchawi. Yesu anafanya mambo ya ajabu. Binti kutoka kukabidhiwa kiti cha umalikia wa uchawi akageuzwa akawa mtakatifu, maana ameokolewa kwa jina la Yesu aliye hai. Sikiliza watu wajanga, Yesu Kristo anaweza kufanya mambo yasiyowezekana yakawezekana. Haleluya. Nilikuwa ofisini pamoja na mke wangu, tukaanza kuomba na yule mtoto, yuko form 2 sasa hivi. Tukaanza kuomba na yule mtoto. Yule binti akaanza kujinyosha, kwanza akawa kama amekufa, ametulia kimya, apigi hata ukope, ametulia kimya. Tukasema sisi hatutaki kuyafanya mapepo yawe mbolea ndani ya mwili wa yule binti. Tunataka hayo mapepo yaondoke kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Nakwambia tulipoanza maombi, tukaendelea na maombi, akaanza kama amezimia,
kama haelewi kinachoendelea, tukamwambia utaelewa tu. Tunavunja hicho kiti cha uchawi kwa jina la Yesu. Tunaharibu hicho kiti cha umalikia, na jioni ya leo kwa jina la Yesu aliye hai, navunja roho za vibwengo, roho za makata, maimuna, masubiani, maruhani, kila aina ya jini, kila aina ya pepo, kila aina ya mashetani, ikasalimu amri kwa jina la Yesu. Yatosha mlivyonunua gold kwa sababu ya majini, yatosha walivyovaa nguo nyeupe kwa sababu ya mashetani, yatosha. Jioni ya leo dhahabu tunavaa wenyewe, hatuyavalishi majini tena. Nisikie moja nasema haleluya. Navunja kila roho ya giza, navunja kila roho ya uchawi, navunja kila nguvu za giza kwenye familia yenu, kwenye ukoo wenu, na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai atakufanyie muujiza, na watu waseme amen. Yesu ninayemhubiri hapa ni Yesu asiyeshindwa. Haleluya. Na hii ndio sababu ya kujidai kwetu, kwa sababu ya Yesu. Haleluya. Ndio maana ukiokoka bwana una change. Kijana wangu mmoja mwinjilisti, tulikuwa na mkutano majuzi. Huyu bwana MC alikuwa anahubiri na mwinjilisti mwenzake. Sasa yule dogo akasema Yesu ni game changer. Jamani, haleluya. Yesu ni game changer, anabadilisha mchezo. Baada ya kubaki kwenye yale mangoma, nataka dhahabu. Sasa unakuja hapa ni atukuzwe Bwana. Oh haleluya. Utukuzwe Bwana. Oh haleluya. Haleluya. Yesu ni game changer kwa jina la Yesu aliye hai. Yuko hapa kubadilisha mchezo.